Kwa hiyo naomba ukamate Biblia yako kama una Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo letu ambalo tunajifundisha siku ya leo, nguvu ya maneno katika ulimwengu wa roho. Nguvu ya maneno katika ulimwengu wa kiroho, jinsi maneno unayoweza kuyatamka, jinsi yanayoweza kwenda katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naweza kuzungumza jambo la kawaida kabisa, lakini katika ulimwengu wa kiroho lina nguvu na linatenda kazi. Uko ni swala la kawaida tu, lakini katika ulimwengu wa kiroho ni kitu kikubwa ambacho kinaenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nguvu ya maneno katika ulimwengu wa roho. Kila kitu unachokitamka katika ulimwengu wa roho kinaumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila jambo unalolitamka katika ulimwengu wa kiroho kinaumba. Maana unaweza kuona ni neno ambalo unalolitamka ni la kawaida sana, lakini katika ulimwengu wa kiroho ni neno kubwa ulilolitamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua watu wengi unaweza kutamka neno ukaliona ni swala la kawaida, ukamtamkia mtoto wako, ukajitamkia wenyewe, ukaona kama ni swala la kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho kuna kila kitu ambacho kinachoweza kusimama kikatengeneza kitu kikawa kikubwa. Hiyo ndio inakuja kutokea athari kwenye maisha ya kawaida, maisha ya kimwili pamoja na maisha ya rohoni pia. Kwa maneno uliotamka, kwa neno ukaliona ni jambo la kawaida sana, ukalizungumza, ukaona ni swala la kawaida, au ukamtamkia mtu fulani, au ukajitamkia wenyewe, ukaona ni jambo la kawaida. Lakini katika ulimwengu wa kiroho ni kitu ambacho kinaumbika, kinakuwa ni kitu kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno yako umekamatwa, kwa kinywa chako umekamatwa ukafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maneno yako ukakamatwa. Adui anatumia mbinu kupitia neno lako hilo hilo ulilolitamka, ulilolizungumza. Ndio watu wengi wamekamatwa kwa maneno yao. Kwa kinywa chako ukatamka jambo, likaumba, likatengenezeka kitu fulani. Kwa hiyo watu wengi wamekamatwa kupitia maneno yao, kupitia vinywa vyao wakasema neno. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho wakafungwa kupitia maneno yao. Na adui siku zote anashughulika na maneno yako, jinsi unavyozungumza, jinsi unavyonena. Kwa hiyo ndio maana kwa maneno yao wamekamatwa, wakafungwa kupitia maneno yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Naomba tukafungue kitabu cha Misali. Kitabu cha Misali sura ya 6 na sura ya 6
na mstari wa 2. Inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Methali kinatuambia, basi umetekwa kwa maneno yako, kwa maneno ya kinywa chako, ukatekwa, ukafungwa, ukakamatwa, ukashtakiwa kwa maneno yako. Kwa hiyo wametekwa kwa maneno yao, kwa kinywa chao walitamka neno, wakatekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo watu wamekamatwa kupitia maneno yao. Ndio maana unaweza ukaona kwamba huduma haiendi, kumbe adui amekukamata kupitia maneno yako. Jinsi unavyozungumza, jinsi unavyoona ni swala la kawaida, unaanza kuzungumza maneno ambayo hayana maana. Adui anayakamata hayo maneno, anakamata kinywa chako, unafungwa kwa sababu ya nini? Ya kutokana na kinywa chako ulichokisema. Kwa hiyo wanaenda kuyasemea maneno yako haya, wanaenda kuyasemea katika ulimwengu wa kiroho, na yanaumbika na yanafanya jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ujue kwa maneno yako hayo unaotamka katika ulimwengu wa kiroho vinafanyika vitu vikubwa sana, na shetani